Mheshimiwa Roku na Mheshimiwa Alexander Mondege. God is good and all the time. Basi pia mimi nimefika hapa kwa hii hafla ya kanisa sababu ya heshima ambayo tuko nayo kwa kanisa, tuko nayo kwa Mheshimiwa Roku na tuko nayo kwa Mheshimiwa Naibu ya Rais. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Kiborek Ruben, nyumbani ni kule Baringo pale kwa Moi. Kama mnajua Moi wakati zile. So nimefika hapa kwa hii hafla ya kanisa ya kwamba kila wakati lazima tupe Mungu heshima yake. Kila wakati lazima tutukuze Mwenyezi Mungu. Na ndio tumefika hapa tuungane na nyinyi na tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Yangu si mengi. Kwanza ni kuambia kwamba huyu mheshimiwa yenu Roku, kama mko na defender kwa hii Kenya ni Mheshimiwa Roku. Mimi tangu nisaliwe sijajua tofauti ya miraa na mokoka. Nilijua hii mwaka ilipita. Sijui kulikuwa na shida gani ya mokoka, sijui imefanya nini, iko na maneno gani. Ile kisirani Roku alilete bunge sababu ya mokoka, karibu tuame bunge. Tukiketi lazima mokoka sijui ifanye nini. Paka na shida hii mokoka ni ng'ombe ama ni mbuzi ama mokoka ni nini. Sababu sielewi, lakini huyu mheshimiwa wenu karibu nimuite mokoka hiyo wakati. Alishika kipaumbele sana. Na jaajabu ya kustajabisha ni kwamba mwenye alikuwa kiongozi kwa hiyo wakati anajiita kiongozi wenu hakutaja neno moja kuhusu mokoka. Mwenye alitaja ni Roku. So wajua kuna mambo mingi dunia ya pili ni sababu ya heshima ya naibu ya rais. Wakenya wamekuwa wakiuliza naibu ya rais ameingia wapi holiday nini. Unajua saa zingine wakati umesoea kitu kingine kikibadilika unashindwa kuelewa. Juu unatumia marking scheme ile ya zamani kumark mtihani mpya. Naibu ya rais wa leo ni mtu mkarimu, mtu mwenye mchapa kazi na mtu apendi mashow mingi na madrama mingi na uongo mingi. Ni mtu ya kutulia. Tulikuwa tumezoea wengine waongo wanajiita truthful something na ni waongo sana. Mwenyezi Mungu ametujalia na naibu ya rais mwenye ana maneno mingi, anachapa kazi na kutulia na kukaa kwa ile laini yenye yako. Sababu anajua penye anaenda. Naibu ya rais Moi alienda hiyo barabara. Akajenyenyekea nyuma ya Rais Kenyatta. Akasonga namna hiyo nyuma ya Kenyatta. Moi alikuwa rais wa Kenya. Mwai Kibaki alinyenyekea chini ya Moi, dakika ya mwisho akawa rais ya Kenya. Uhuru Kenyatta alienda hivi kidogo akaenda KANU akarudi akanyenyekea kwa Mwai Kibaki akakuwa rais. William Ruto alikuwa anasema my boss, my friend. Uhuru Kenyatta hata wakati alikuwa ananyoroshwa alikuwa anasema my boss, my president. Uhuru Kenyatta alinyenyekea, sasa ni rais ya Kenya. Mwingine hapo katikati akakuwa mjeuri, hata nyinyi mnajua maji ya Masinga ilimbeba. Sasa nataka nikuambia naibu ya rais, barabara ya kufika penye tunaenda ni barabara ya kunyenyekea na kufanya kazi ndio tusonge mbele. Na umeonyesha ya kwamba unaelewa hiyo maneno. Naibu ya rais, nilisikia senator wa Murang'a juzi akisema sisi tuliomba Rachel, hatukuomba Lea. Lakini hiyo mtu hakusoma Biblia. Wakati Jacob alienda kwa nyumba ya Laban, akapewa Lea, hakuweka kiburi, hakutusi Laban, alichukua kwanza Lea na akaendelea kufanya kazi. Baada ya miaka 7 akaongezewa Rachel. Hata huyo senator Murang'a namwambia anyenyekee, baada ngoje miaka 7 ndio tuongee mambo ya Rachel.
Miaka 7 kutoka leo ni 2032. So tuko sawa na tunaenda barabara mzuri. Na unajua Wakenya wengi wameshindwa ni kwa nini labda serikali haijafanya kazi vile walikuwa wanatarajia. Niwapee tu kwa dakika moja. Wakati Rais Moi alitoka kwa nchi, na ile shida alikuwa nayo na vitu mingi ilikuwa wakati Mwai Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Mwai Kibaki akakuja akaongeza taxes. Akaleta KRA pin, watu walikuwa wanaita hiyo siku 666. Tumeingishwa namba ya 666. Akaongeza mambo ya mikopo ya loan, akafanya mabarabara, akafanya projects. Akasign loans za IMF na World Bank mpaka ikafika ceiling. Pale ikafika ikaonyesha red. Rais Uhuru Kenyatta akafika, angeomba loan ya IMF na World Bank sana. Akaenda kuomba loan yenye inakaa kama Shylock, inaitwa Exim of China at 11 to 16%. Akaenda akaomba Eurobond 11 to 16%. Na akasign kwa kalamu ya kwamba hizi loan tutalipa 2023, 2024. Na akaanzisha mabarabara karibu ya milioni 900 hii Kenya mzima. Hata kwangu bilioni 900. Hata kwangu Mogotio niko na barabara imekwama sababu ya kuna pesa. Na akatoka. Rais William tukamchagua, akafika, ako na bending bill ya 900 billion. Na ako na loan imeandikwa karatasi lazima ulipe Eurobond. Hiyo mambo amungeona akingangana kulipa. Amengangana, amelipa Eurobond, amemanage kusongesha zingine, ndio mkaona dola ikarudi. Hii mwaka naibu ya rais atawaambia kwamba amengangana kuchora ile mabarabara zilikuwa zimeanzishwa, sote contractor waweze kurudi side na waendelee. Hiyo mambo yote inafanywa kwa backroom. Amwezi kuona, unasema afanye kitu, lakini amelipa deni yenye si yeye mwenye alikopa. Amaanzisha, atafuta pesa ya kuunda mabarabara yenye si yeye alianzisha. So nataka niwape hakikisha kwamba hii mwaka ya 2025 mambo ya maendeleo itaonekana na kwa wingi sana Kenya mzima tukisonga. Na unajua kuna watu wanapenda uongo. Mimi natoka Mogotio Baringo, barabara zote kama 7 ilikuwa imeanzishwa, imesimama vile imesimama hapa kwenu. Lakini muongo mwingine atakwambia uko barabara inafanywa, kule mwingine haifanywi. Ya mwisho ni kuambia kwamba it was very low kuona kiongozi mwenye amai old position kama hiyo ya Kenya kuita viongozi. Ukiita wabunge wa Embu wajinga, umetuita sisi wote wajinga.